Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Msikilizaji wa A3 FM, karibu kwenye kipindi chetu pendwa cha afya bora. Siku ya leo tutaangazia mada itakayosema, kwa majina naitwa Mwanaidi Juma Muhammad, ni mwanafunzi mkunga na muuguzi. Mtangazaji wako Aisha Musa. Okay, karibu mgeni wetu studio, karibu kwenye studio zetu za A3 FM. Na msikilizaji, siku ya leo tutaangazia mada itakayosema internal ear hygiene, ambayo ni utunzaji wa afya ya sikio la ndani. Na hapa tutaangazia sababu, faida pamoja na madhara ambayo mtu kama asipotunza sikio lake la ndani kwa usafi zaidi, basi kuna madhara ambayo yanaweza yakapatikana. Msikilizaji, tunamkaribisha mgeni wetu na tunaanza. Msikilizaji, baadhi ya wasikilizaji hawajui maana ya utunzaji wa afya ya sikio la ndani. Ni nini maana ya utunzaji wa afya ya sikio la ndani? Utunzaji wa afya la sikio la ndani ni kuhakikisha sehemu za ndani ya sikio zinabaki salama, zenye afya na zinafanya kazi zake ifuatavyo kwa kusikia sauti na kudumisha msawaziko wa mwili. Okay. Na kwa nini ni muhimu kutunza afya ya sikio la ndani? Umuhimu wa kutunza sikio la afya la ndani ni muhimu kwa sababu sehemu hii hubadilisha mawimbi ya sauti kuwa taarifa zinazotumwa kwenye ubongo ili mtu aweze kusikia. Pia husaidia mwili kutambua mkao na mwelekeo wake ili aweze kutembea, kusimama na kufanya shughuli mbalimbali bila kupoteza msawaziko wowote. Okay, na msikilizaji angependa kujua kwamba ni sababu zipi ambazo matatizo ya sikio, yaani sababu gani ambazo zinasababishwa na tatizo la sikio la ndani? Matatizo ya sikio la ndani yanaweza kusababishwa kwa sababu mbalimbali, ya maambukizi ya virusi na bakteria. Pia yanaweza kuathiri sehemu za ndani za sikio kwa kusababisha uvimbe, kelele za kwa muda mrefu kutoka kwenye muziki au sauti kali, mashine au katika mazingira ya kazi zinazoweza kuharibu seli za kusikia. Na pia ni mambo gani yanayoweza kusababisha kupungua kwa kusikia? Kupungua kwa kusikia kunaweza kusababishwa na kuzeeka. Kwani uwezo wa kusikia hupungua kadri ya umri unavyoongezeka. Kelele kubwa zinazojirudia mara kwa mara zinaweza kuharibu seli za kusikia ambazo hazirejei baada ya kuharibika. Okay, pia msikilizaji, kama tulivyomsikia mtaalamu wetu Mwanahawa, na tunaingia kwenye upande wa faida pia. Na mtaalamu wetu, ni faida zipi ambazo mtu akitunza afya ya sikio la ndani ambazo anaweza kuzipata? Ni faida gani ambazo anaweza kuzipata? Kutunza afya ya sikio la ndani kunaweza kusaidia mtu kusikia sauti na kuweza kutambua mazungumzo vizuri. Pia kupunguza hatari ya kupata matatizo ya msawaziko wa mwili ambayo yanaweza kusababishwa kwa kuanguka au kupata majeraha. Okay, pia utunzaji mzuri wa sikio la ndani unaweza kusaidiaje kusikia au msawazo wa mwili? Okay, utunzaji mzuri hulinda seli nyeti za kusikia dhidi ya uharibifu ambao unaweza kusababishwa na kelele kubwa au maambukizi. Pia sikio la ndani lina viungo ambavyo vinaweza kuhusika kudhibiti na msawaziko wa mwili, hivyo inaweza kufanya kuwa na afya nzuri, mtu kuweza kutembea, kukimbia au kusimama bila kuhisi kizunguzungu. Pia kuna njia zozote ambazo ni bora zaidi kwa msikilizaji kuweza kulinda sikio lake la ndani dhidi ya uharibifu? Njia bora ni kuepuka kelele kali kwa muda mrefu na kutumia vifaa vya kujikinga masikioni unapokuwa katika mazingira yenye sauti kubwa. Okay. Na msikilizaji, tunaenda mapumziko mafupi, na tutakaporejea tutaendelea na mada yetu, na hapo tutaangazia madhara na hatari ambazo mtu asipotunza afya ya sikio vizuri, basi kuna madhara gani ambayo anaweza kupata. Twende break fupi, tukirejea tutaendelea hapa tulipoishia.
Msikilizaji wa A3 FM, tumerejea tena katika kipindi chetu cha afya, na mada yetu siku ya leo tunaangazia utunzaji wa afya ya sikio la ndani, ambapo hapo awali tumeona faida za utunzaji pamoja na sababu ambazo zinapelekea mtu kama zinazopelekea kusababisha kwa hilo tatizo, na sasa hivi tutaangazia madhara au hatari zinazosababishwa kutokea kwa changamoto hiyo, ambapo leo nipo na mtaalamu wetu Mwanahawa, na ningependa pia kufahamu ni kitu gani ambacho kinatokea ikiwa sitatunza msikilizaji hata tunza afya ya masikio yake. Kutotunza afya ya masikio kunaweza kusababishwa kwa maambukizi ya mara kwa mara, kupungua kwa uwezo wa kusikia na hata kupoteza kusikia kabisa. Pia kutumia vijiti vya pamba au vitu vingine ndani ya sikio kuna madhara gani? Watu wengi hutumia vijiti vya pamba vya kujisafishia masikio, lakini mara nyingi husukuma nta kuingia ndani zaidi baada ya kuitoa. Hali hii inaweza kusababisha kuziba kwa sikio, kupungua kwa kusikia pia. Na pia ni dalili zipi zinazoonyesha kwamba sikio la ndani limeathirika? Baadhi ya dalili za uharibifu wa sikio la ndani pamoja na kupungua kwa uwezo wa kusikia milio au kelele zisizo za kawaida sikioni, kizunguzungu, kupoteza msawaziko wa mwili na wakati mwingine kichefuchefu. Na msikilizaji, na hapa tumefika tamati ya kipindi chetu, na mtaalamu wetu ningependa kukupa fursa ya mwisho kabisa, ambayo kitu gani ambacho ungependa kumshauri msikilizaji wetu wa A3 FM, na kitu gani ambacho ni kizuri kwake kufanya ili kuweza kuhakikisha kwamba afya yake ya sikio linakuwa imara na linakuwa na uangalizi mzuri. Sikio la ndani ni muhimu kwa sababu huwezesha kusikia na kudumisha msawaziko wa mwili. Matatizo ya kusikia yanaweza kusababishwa na maambukizi ya kelele kubwa, majeraha na tabia zisizofaa kwa usafi wa masikio. Na msikilizaji, na hapa ndo tumefikia tamati ya kipindi chetu cha afya bora, na ungana nami katika wakati mwingine. Nilikuwa studio leo na mgeni wangu Mwanahawa ambaye ni mtaalamu wa masuala ya afya, na pia ulikuwa nami mtangazaji wako Aisha Musa wa A3 FM. Kaa hapo usiende mahali, endelea kufuatilia vipindi vifuatavyo. Moyo wangu baridi, huzuni ilonijaa, haipo tena, haiji tena.